Bwana, mambo vipi? Mimi leo bwana nataka nizungumzie mashabiki kwa hizi timu. Mashabiki. Sasa nataka tudadavue neno shabiki kwanza lenyewe. Ushabiki au shabiki ni mtu gani? Ni mtu aina gani? Shabiki wa mpira hususan. Shabiki wa timu fulani ni mtu aina gani? Mimi ninavyoelewa bwana, shabiki ni mtu ambaye ana support timu yake, yani anaiunga mkono timu yake anayoshabikia. Kicheza anaishangilia, support. Huo ndio shabiki. Kama kuna bidhaa timu ananunua, jezi, vifaa vile timu, kofia, merchandise yoyote ya timu, yeye anakuwa ananunua, ana support timu. Shabiki wa Manchester United, shabiki wa Chelsea, wa Liverpool, wa Arsenal, Manchester City na timu zote, sijui timu gani, Simba, Yanga, Spidana. Manake wewe ni shabiki wa hiyo timu, una support hiyo timu. Lakini kwa hapa Tanzania shabiki imekuwa kama kuna utofauti kidogo. Imekuwa kama kuna namna ambavyo shabiki au mashabiki wanajichukulia, wana tafsiri yao au namna ambavyo wanajiweka wao. Hapa utakuta mtu anaongea kitu cha kijinga ambacho kinahusu mpira, cha kipuuzi tu, lakini ukimwambia kwamba hicho kitu ninachozungumza ni cha kipuuzi, anakwambia mimi ni shabiki, naongea kishabiki. Sasa unajiuliza, kuongea kishabiki ni kuongea kwa namna ipi? Kupotosha ukweli, kujichetua, kuleta masara kwenye mambo ambayo ni fact serious, au kunyamaza panapotakiwa kuzungumzwa ukweli hata kama unagusa timu yako? Au ushabiki ni upi? Je, ushabiki ni kuzungumza fact hata kama inagusa timu yako, ama inakuwa haisaundi vizuri kwenye masikio yako sababu timu yako ndio inahusika? Kufanya analysis ya timu yako, msimu uliopita mlifanyaje, msimu huu mpo wapi, mnaenda wapi, performance ya timu, performance ya wachezaji, kuzungumza mchezaji fulani anafanya vizuri, mchezaji fulani anazingua, opponent alitufunga ama tulimfunga, mwisho wa siku ilikuwaje? Umeelewa? Sijui usajili tumefanya kwenye timu yetu, usajili kadhaa, wachezaji kadhaa waliingia, kadhaa wametoka. Walioingia vipi? Mtusaidia. Kuna mabadiliko ya timu tangu tumesajili usajili huo? Je, wachezaji ambao tumesajili wana mchango? Benchi la ufundi vipi, ina mchango kwa namna ipi? Si ndio? Je, tuboreshe sehemu gani msimu huu? Wapi kuna pwaya, wapi kwa strong? Umeelewa? Kwa hiyo hapo shabiki ndio anafanya mtazamo wangu mimi, lakini shabiki inabidi awe na huo mlengo ama mtazamo kama huo, na sio mshabiki anaongea upumba, anaongea ujinga, anaongea vichekesho. Ukimuuliza anakwambia mimi ni shabiki au mimi nimeongea kishabiki. Kuongea kishabiki tafsiri yake nini? Kama umeelewa au sio? Kama umenipata hapo. Yaani sasa hivi tuna hiyo room ya mtu anaongea anachojisikia kuongea, awe anapotosha, awe anaongea ujinga, awe anaongea uongo, awe anaongea chochote kile. Lakini ukimbana, ukimuuliza, anakwambia mimi naongea kishabiki. Au mtu anaongea hicho kitu sababu yeye ni shabiki tu timu fulani, anaponda timu nyingine. Hapana. Ushabiki sawa, hatukatai kuna kutaniana ile, lakini unamtania kwa lengo gani? Sasa unamtania Yes nimekufunga mara, kwa mfano mshabiki wa Yanga sasa anamtambia mshabiki wa Simba, Yes nimekufunga mara 6 mfululizo, nimechukua kombe mara 4, nikikufunga wewe umechangia alama, wewe hujanifunga. Sio, umeelewa? Simba anajibu ubabe wako umeisha, simu hujanifunga, mechi 2 za ligi zote sare, mechi ya kwanza ulifunga goli likakataliwa kwa mujibu wa mwamuzi, amesema offside, angua offside, wewe ilibidi ile goli halali. Mechi ya pili umefunga 2 umechomoa. Kwa sasa hivi uteja umekwisha, mimi sio mteja wako tena, ukutane FA tuoneshane FA. Sio, umeelewa? Huo ndio shabiki.
wewe mchezaji wangu mimi ni hatari, Chama kaja kwangu ana shine, Chama ni hatari, goli kali, goli lingine ni tuza Pushkash. Huo ndio ushabiki, sio? Umenielewa? Alan Okello Starboy yule pale ana shine, msajili usajili bora, mlimtaka mmemkosa, ndio tumemchukua. Mbona bwana, magoli 5, assist 7, mtoto mdogo. Timu yetu iko strong, timu yetu iko vizuri, misimu 4 tumecheza, tumechukua kombe, wachezaji wanafatika, wamechoka, lakini bado nyinyi hamtuambii chochote. Na msimu huu tunachukua tena, na msimu ujao tena. Msipojirekebisha, msimu ujao tunachukua kombe mara 6 mfululizo tena. Kwa mnatambiana kwenye mlengo wa kiwana michezo, bila matusi, bila jaziba, bila kebehi, bila kudharauliana, sio? Umeelewa mnataniana kiushabiki kwa heshima, bila kuingiana maungoni, si kupigana, si nini, kutishiana. Huo ni ushamba, mashabiki wa shamba, huo ni ushamba. Alafu wote ukisikia mtu anataka kumpiga mwenzake kisa mpira, sijui kama kwa mtu kana mtusi mwenzake, huyo sio mwana michezo. Yaani ili uwe shabiki wa timu ya mpira au ushabikie mpira, lazima uwe mwana michezo. Sasa mwana michezo gani anausha ngumi akiwa wala hata hayupo uwanjani, kwa maana damu imechemka, sijui amekimbia, sijui anajaziba? Unajua wachezaji sometimes unaelewa, wachezaji wale tena, wachezaji wenyewe hawapigani ngumi hivyo, wanatishiana tu hivi, kuwekeana misuli, kuombeana maneno, sawa? Imefika mbali sana, wanabaguana, ambao pale nao sio wana michezo. Unajua kuna wachezaji mpira nao sio wana michezo, wauni tu, lakini wapo kwenye industry, wapo kwenye mpira, wachezaji wengine, mashabiki wengine, viongozi, lakini wauni tu, wachambuzi wapo wauni tu, sio? Umeelewa? Kwa hiyo ushabiki una heshima yake. Ushabiki ni heshima, ushabiki ni status, ushabiki ni hadhi. Wewe shabiki wa Simba Sports, maana yake wewe umebeba bendera ya Simba Sports. Ukiongea upumbavu, unaonekana mshabiki wa Simba Sports wa upumbavu. Wewe shabiki wa Yanga, ukiongea upumbavu, unaonekana mshabiki wa Yanga ni upumbavu, hata kama ni wewe peke yako. Kwa ushabiki usiwe ni kigezo cha wewe kuongea ujinga. Ushabiki ni heshima. Kwa mashabiki tubadilike wa hizi timu, tuongee fakti, tujifunze, tufanye analysis. Hata viongozi wakisikia wasema yes, hii timu ina watu ambao wanajua mpira. Sio kiongozi anakaa huko anakuja anakuambia eti Damaro sio raia. Tupe fakti, kwa nini tunafeli msimu wa 4 huu? Kwa nini tunafeli? Kwa nini tuchukue kombe? Tunakusajili, tunasajili. Kwa nini kiongozi uje na fact? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini tunakosa vikombe? Msimu wa 4 tumekoma wapi? Mbona mwekezaji upo? Mbona sajili zinafanyika? Wapi tunafeli? Yes, okay. Mpinzani wetu Yanga kuna sehemu ametupita. Wapi? Tunafanyaje ili tushindane naye sasa? Huyu ndio kiongozi anakuja. Sasa kiongozi akishaona nyewe wenyewe mnachukulia ushabiki kama ni jambo fulani bila la kipuuzi tu, unaweza kuongea chochote, unaweza na anachukua yes, ama shabiki wa kipuuzi, wapumbavu wanakuja kuongea upumbavu, alafu fresh tu, na nyinyi mnampigia makofi na upumbavu wake anaongea. Badilike mashabiki wa hizo timu, na sio Simba na Yanga, hata Azam, Yefu, sijui Dodoma Jiji na tu wasemaji wa hizo timu nao pia kuna namna yao pia wanafanya mashabiki kama makatuni. Sababu hii nini imetokana na mashabiki si wenyewe, namna ambavyo tumejiseti, tulivyojiweka kama watu ambao tunafahamu mchezo na tunauelewa. Hatujakaa hivyo. Kwa wewe naona ulivyokaa, na ndivyo ambavyo kiongozi au mdau wote wa mpira atakuchukulia. Kama umejidharau, kama unaona shabiki ni sehemu ya kuongea chochote unajisikia, basi na kiongozi atakuja kuongea chochote na anajisikia, kwa sababu ndivyo ulivyo, ndivyo mlivyomwaminisha, na ndivyo inavyokuwa, kwamba nyinyi ni wajinga, mnaongea ujinga tu muda wote, mnaongea pumbavu muda wote, kisa ni mashabiki. Basi kiongozi atachukulia hivyo. Ni kama mtaongea fakti, mtaongea serious, mtakuwa serious, kiongozi hawezi kuchukua poa, hawezi kuchukulia poa vitu serious akaja kuongea vitu vya kijinga.